a presence of God. There's liberty of worship. Hallelujah. Hallelujah. When I came from North America, I didn't come straight here. I went to China first. And I was there for 2 weeks. And I saw a lot of companies. They are way advanced. But there's one thing that they never noticed. They don't have freedom of worship. Here we have freedom of worship. Hallelujah. Hallelujah. Tanzania, we have the freedom of worship. In Africa, we have the freedom of worship. And when I see people lying down worshiping God, I praise God. You don't take it for granted. For the last 2 weeks, I was in my room in China. Because when you start worshiping, you can be reported and the government can come and arrest you. And you can be jailed for up to 10 years. But here, we are worshiping God. And we should not take it for granted. Hallelujah! I want to congratulate all the choirs for the great job they're doing here. Do we acknowledge what God is doing through our choirs? Can you celebrate God on their behalf? Come on, we can do better than that. Stand up and clap. Celebrate God for our choirs. Hallelujah! I don't know how you miss this Sunday service when people are worshiping like this. Every time it's a celebration. I've been in so many churches around the world. But the kind of worship that I see here in Kangalamboto, it's something to praise God about. Hallelujah! Hallelujah! Bishop Aquila, I just want to say thank you for this opportunity that you have given me to share the word of God this Sunday. It's not a right to stand up here. But it's a privilege that God has given us to share this message. I see many of my brothers around here, and those are watching online. We love y'all. Yes, we love you. My brother from Burundi, God bless you. When you go to Burundi, say that there are people all over the world who love Burundi. In Tanzania, all people from Canada and America say they love you. Hallelujah. Hallelujah. We're not going to waste any second. We're going to dive in the Word of God today. We have a powerful message that we're going to share today. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. It's already 9:01. We're going to try our best to go as quick as we can so that we can
compact the message in these few minutes so that everything can go alright. Jaribu kwenda kwa haraka ili uweze kukusanya na kuunganisha yote ili upate ujumbe huu inavyostahili. If you can hear me, wave your hand. Kama unaweza kunisikia, unaweza kupunga mkono wako namna hii. And you say hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor. Hebu mwambie jirani yako. Neighbor. Jirani. You're going to be blessed today. Utabarikiwa leo. You're not saying. Bado sijasema. Hebu mwambie jirani yako. Okay. Say jirani. Say jirani. Utabarikiwa. Utabarikiwa leo. Hallelujah. 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 Thank you. Sorry. Okay. So I think that you've been granted a few more time, but we're gonna be led by the Holy Spirit. Nadhani tumeruhusiwa kuongezewa kidogo, lakini tutaruhusu Roho Mtakatifu pia kusema. Today we're going to learn about the importance of obeying God's instruction completely. Tutaenda kujifunza umuhimu wa kutii maelekezo ya Mungu moja kwa moja. And the danger of rejecting or disobeying what God has commanded us to do. Na hatari za kutokutii au kukataa kile ambacho Mungu ametuelekeza kufanya. Obedience is better than sacrifice. Utii ni bora kuliko dhabihu. It doesn't matter how much money you're going to give. Haijalishi ni fedha kiasi gani utatoa. It doesn't matter the amount of sacrifice you're going to give. Haijalishi ni kiwango gani cha dhabihu utakachoitoa. But if you are disobedient, lakini kama utakuwa mtu usiye na utii, God is not going to accept your offering. Mungu hatapokea dhabihu yako. That's why today na ndio maana leo we're going to share about God. Tunaenda kushirikishana juu ya ujumbe huu. There are 3 characters that you're going to know about God. Kuna sifa 3 ambazo tunaenda kuzitambua zinazomhusu Mungu. These 3 attributes, sasa hivi vigezo au sifa 3, they are very key to this message. Ni vya msingi sana kuhusiana na ujumbe huu. Number 1. Jambo la kwanza, God is omnipresent. Mungu ni Mungu ambaye yupo kila mahali. I'm going to encourage you to write down because you're not going to remember everything that I'm going to say if you don't write it down. Nikutie moyo, jitahidi uandike iwe kumbukumbu kwa sababu hautaweza kukumbuka kila kitu utakachoongea. Jitahidi uandike. God is omnipresent. Mungu ni Mungu ambaye yupo kila mahali. It means His presence in all places at the same time. Maana yake yupo katika kila mahali kwa wakati huo huo. It can be here in Kangalamboto. Anaweza kuwa hapa Kangalamboto. In Kigoma. Akawa pia Kigoma. In China. Akawa hivyo hivyo China. In New York. Akawa hivyo hivyo New York. And in Toronto. Lakini pamoja na Toronto. It doesn't matter how many people are going to be praying together, God is going to answer them because He's omnipresent. Haijalishi watu kiasi gani wataomba kwa pamoja, Mungu bado atawajibu kwa sababu ni Mungu ambaye yuko kila mahali. He's not limited by a wall. Hazuiliwi na ukuta wala komo wote. Because He's omnipresent. Kwa sababu ni Mungu ambaye yuko kila mahali. The second attribute of God. Lakini sifa ya pili ya Mungu. God is omnipotent. Mungu ni Mungu mwenye nguvu. He has no limits. Hana ukomo wowote. He's not limited by anything. Hazuiwi na chochote. He has authority to do anything he wants without any limitation. Ana mamlaka ya kufanya kitu chochote anachokitaka bila kuwa na ukomo wowote. That's why when you call God, na ndio maana unapomuita Mungu, through His power and mercy, kupitia nguvu zake na rehema zake, He is going to answer you. Anaweza kujibu. Are we together so far? Tuko pamoja mpaka hapo. Now the third attribute of God. Sasa na sifa ya 3 ya Mungu. God is omniscient. Mungu ni Mungu mwenye kujua yote. He has the power of knowing everything without limitation. Ana nguvu za kujua kila kitu bila kizuizi chochote. He understands you before you pray. Anakusikia hata kabla wewe hujaomba. Reason why sometimes we call Him infinite intelligence. Na sababu ambayo inatupeleka wakati mwingine kumuita mwenye hekima na maarifa yasiyo na ukomo.
Brother Mulugwe, God knows your future before you got to get your future. Kaka Mulugwe, Mungu anajua maisha yako yajayo hata kabla wewe hujaanza mchakato wa kuendea hayo maisha. When you're still in Kigoma, he knew that you're going to be in Dar es Salaam and you're going to open a shop here. Kipindi uko Kigoma alijua na kutambua kwamba utakuja Dar es Salaam na kufungua maduka pia. Because he knows the end from the beginning. Kwa sababu anajua mwisho kuanzia mwanzo. That's why we call him omniscient. Na ndio maana tunamuita Mungu anayefahamu kila kitu. Now, since he's omniscient, sasa ni kwa sababu Mungu ambaye anajua kila kitu. There are things he can tell you not to do. Kuna vitu ambavyo anaweza kukuambia usivifanye. Because he knows the danger of what you're about to do. Kwa sababu anajua hatari ya kile unachotaka kufanya. You can start a business. Yamkini unaweza kuanzisha biashara. You have a budget. Yaani una mpango wako kabisa wa kutosha. Then God says, no, don't sign that contract. Lakini Mungu anakuambia hapana, usijaze huo mkataba kwanza. Say, God, nasema Mungu, I have all the papers ready. Mbona nina nyaraka zote tayari? God said, no, don't sign a contract. Lakini Mungu anakuambia hapana, usijaze huo. Later on, after 2 years, na baadaye baada ya miaka mitatu, you understand, oh, the reason why God didn't want me to sign a contract, he knew I'm going to lose money. Na ndio baada ya miaka mitatu nakuja kutambua sasa kile kitu ambacho Mungu alinizuia nisisaini huo mkataba ni kwa sababu ningeweza kupoteza fedha. And you say thank you God. Na ndipo unaposema asante. The same you want to marry a girl. Lakini ni vivyo hivyo kama unapotaka kumuoa mwanamke. God, she's got a good shape. Mungu huyu mwanamke ana muundo mzuri, umbo mzuri. And North America will say she's a knockout. Kule Marekani kaskazini tunasema okay, tunasema ameumika. But you want to marry her. Na unataka kumuoa sasa. And God says no, not that one. Lakini Mungu anakuambia hapana, sio. I'm still working on that one there. Bado unamfanyia kazi huyo. Her background is going to cripple the ministry if you marry that one. Kwa sababu historia yake inaweza ikaathiri huduma yako kama utamuoa. Now she's smiling. Once she's inside your house, she's not going to smile the way she's smiling now. Kwa hiyo unaweza kumuona anacheka na anatabasamu, lakini pale utakapomweka ndani ya nyumba yako hatakuwa hivyo. God says no, don't marry that one. Mungu anakuambia hapana. Same with the man. Lakini vivyo hivyo na kwa wanaume. I want him because he's got 6 packs. Wanawake wakasema nataka kijana wa namna ile kwa sababu ana miaka 7. 6 packs. Katika tumbo. And I want to marry that man. Nataka niolewe na huyo sasa. God says no, don't marry that. Lakini Mungu anasema hapana, sivyo. He can have 6 packs. Anaweza kuwa na miaka 7, but it's not going to be a fit for you. Lakini hawezi hata kuwa mwaminifu kwako. Why? Kwa nini? Because God is omniscient. Kwa sababu ni Mungu anayefahamu kila kitu. He knows the end from the beginning. Anajua mwisho kuanzia mwanzo. Hallelujah. Hallelujah. Then he's going to give you instructions. Na baada hapo atakupa maelekezo sasa. Before you can go any further, God is going to tell you now, I know the end. In order for you to succeed, I will give you instructions. Sasa Mungu anafahamu kabla hujafika mbali, anajua kwamba ili uweze kufanikiwa atakupa maelekezo ili uweze kufahamu. Now before we go any further, let's describe or define what is instruction. Sasa kabla tunaenda mbali sana, hebu tuelezee au tufahamu maana ya maelekezo ni nini? What instruction? Maelekezo ni nini? An instruction is a detailed command. Ni amri iliyoainishwa kwa undani. Instruction is a specific command from God. Ni amri ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu. In the army, when your general or your superior give you instruction, it's not for you to say why. Katika jeshi pale ambapo jenerali au mkubwa wako anakupa amri, sio wakati kuanza kujiuliza kwa nini. He says left. Hapo anasema tu kama kushoto. You're not going to say, why don't we go right? Hauwezi kusema kwa nini tusiende kulia? Because why? Kwa nini? It's an order. Kwa sababu ni amri. It's not a suggestion. Sio mapendekezo. They don't wait for your opinion. Hawasubiri mawazo yako ni nini. You follow the order, lakini unafuata amri, or you are in default. au utakuwa katika changamoto. Hallelujah. Hallelujah. When it comes to instruction, there are 2 things that will follow. Inapokuja swala la maelekezo, kuna mambo mawili ambayo ni msingi ya kuzingatia. Obedience Utii and discipline. Lakini la pili ni nidhamu. Hallelujah. Hallelujah. Obedience Utii and discipline. Lakini la pili ni nidhamu. Now, God knew that this is coming.
Sasa Mungu alijua kwamba hili linakuja. He knew Jesus is going to come from the tribe of Judah. Alijua kwamba Yesu anakuja kupitia ukoo wa Yuda. All along he knew about it. Muda wote ule alifahamu. But the Israelites they were not aware about Jesus coming to them. Lakini Waisraeli hawakujua kama Kristo angeweza kupitia kwao. That's why the book of 1 Samuel 15 verse 2 we're going to read, and I'm going to ask you to stand as we read this one, then we're going to sit down. Please stand up. Ndio maana tutaenda kusoma katika Samueli wa kwanza 15 mstari wa 2, na wakati tumesoma tunaanza kusimama kwa miguu yetu. The reason why we read standing up, sababu kwa nini tunasoma neno la Mungu tukiwa tumesimama? You respect the word of God the same more than you respect the flag of the country. Ni kuonyesha namna ya heshima ambayo unaheshimu neno la Mungu zaidi hata vile unavyoheshimu wimbo wa taifa. That's why we read. Na ndio maana tunasoma. Please read in Swahili if you may, my brother. Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, Bwana wa majeshi asema hivi, nimeatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli. Jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni, mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu. Now 8, just jump on 8. Tutaruka kwenda mstari wa 8. Nasema, akamkamata Agagi, mfalme wa Amaleki, yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, na Biblia inasema, I have decided to settle an account with the Amalek for opposing Israel when they came from Egypt. Nimesema moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Now go and completely destroy the entire Amalek nation. Na sasa nenda na ukaangamize taifa zima la Amalek. Men, wanaume, children, watoto, women, na wanawake, camels, ngamia, and donkeys. Lakini pia na kondoo. Everything destroyed. Kila kitu kiharibu. You may be seated now. Naweza ukaketi sasa. When God gives such a command, Mungu anapotoa amri ya namna hiyo, you're going to wonder, why does he want even the children to be destroyed? Unafikiria kwa nini anataka watoto waangamizwe? Is it important even for the animals to be destroyed? Ni muhimu hadi kwa wanyama kuangamizwa pia. Remember, he said he is omniscient. Kumbuka tulisema ni Mungu anayefahamu kila kitu. He knows the end. He knows why he's saying this. Anajua mwisho, anajua kwa nini anasema hivi. Maybe you're regretting the fiancé that you went to marry. Say, no, I wish I married that person. God said, no. You can't, because if you do, he's going to cripple your ministry. Yakini unajua kwamba ningeolewa na mchumba yule, lakini hapana, amekuzuia hivyo kwa sababu anajua kama ungeolewa naye angeweza kuharibu huduma yako. Maybe you can be poisoned. Yakini ungeweza kuwekewa sumu. You won't be alive. There are some things that God is going to prevent from happening, because he knows that David, your son, is going to do something. Maybe your son is going to be the president of Tanzania one day. He sees already the end. Then he can prevent some situations at the ritual, so that you can go farther. Now the Lord told Saul. Through the Lord spoke to Saul. No, he spoke to Saul through Samuel. Go tell Saul to destroy everything. Now Saul obeyed. He went. He gathered 10,000 members of his tribe.
Then he selected other 200,000 from around. There is a reason why sometimes you need your people close to you, because they're going to obey you based on your relationship. In the church, there are everybody in the church. But there is also this group called the prayer warriors. That group will be the activator of the fire in the church. Things are not going to happen here unless those people pray. It's a small nucleus that is there to activate the fire in the church. Are we together? I will advise you to join that group because the fire comes from that. Hallelujah. Now Saul gathers the 10,000 soldiers from Judea. Now he gathers another 200 around. They went to attack. They beat them silly. They caught the king. And the king is called Agag. Agag is the ancestor of the Amalekites. The Amalek are the ones who came to attack the Israelites when they are coming from slavery going to the promised land. God says, don't be sorry for these people. They are wicked. Destroy all of them. King Agag is captured. But Saul made a big mistake. He killed everybody else. But he left the king alive. And this is going to cost them in the future. Hallelujah. Hallelujah. Please, I will advise you not to sleep, and please don't let the children run around because the Lord is speaking. We have to make sure that we get the message. Hallelujah. Hallelujah. Your future is depend on the respect of the command that you obey from the Lord. Saul heard the message so well, but he forgot to do one thing: to obey and destroy the king. The king was left free. Now hold your plate, your weight right there. I'm going to come to this. In the year 1830, in Germany, a woman called Maria Chikogruber, she went to look for a job. Because at that time in Germany, Jewish people were prominent and they were very rich. Everywhere a Jew person is, sooner or later, they're going to become rich. He can come here at Gongolomboto. Within a month, he's going to open a store here and he's going to be rich. They are blessed financially. Hallelujah. Hallelujah. Now this lady went to look for a job. And she was given a position in the house as a cook. Long story short, the boss fell in love with her. And she got pregnant. Now in order for him to protect his family,
Sasa kwa ajili yake kulinda haki ya familia yake, he won't admit that he's the one who made her pregnant. asingeweza kukubali kwamba ndio yeye anayempatia ujauzito yule mama. Instead, he fired her. Na badala yake akamfukuza. She went there Akaondoka complaining. akilalamika. She had a son called Elois. Sasa baadhi akajifungua na akampa mtoto jina la kuitwa Lois. But Lois was hoping that one day his biological father would accept him. Lakini huyu mwana anaitwa Lois alikuwa akitumainia kwamba siku moja baba yake mzazi atamkubali na kumtambua. 1 year, mwaka wa kwanza, 2 years, mwaka wa pili, 30 years. miaka 30, he's not recognized. bado hajatambuliwa na baba yake. His mother got married somewhere else. Sasa yule mama yake akaolewa mahali kwingine. And the man who came to marry Maria, his name was George. Na huyu kaka alikuja kumuoa Maria, jina lake aliitwa George. But still Lois refuses to take the name of his adopted father because he's hoping that one day he's going to be accepted by the Jewish family. Lakini huyu Lois bado alikataa kuchukua udini wa yule baba wa kambo kwa sababu alitegemea kwamba babake mzazi ambaye ni wa Kiyahudi ataweza kuchukua jina lake na kukubali. He never been accepted. Lakini bahati mbaya hakukubaliwa kabisa. Lois got married. Sasa Lois naye akaoa. His wife her name is Kiara. Na jina lake anaitwa Kiara. And they got a boy. Na wakapata mtoto. They called that boy Adolf. Na wakamwita huyo mtoto jina lake Adolf. Finally, Lois, after waiting for too long for his biological father to give him the name, he said, "No, I'm going to go just with the name of my adopted father." Na baada ya kusubiri muda mrefu akitegemea kwamba baba yake mzazi atamkubali na kuchukua jina lake, lakini haikuwa hivyo. Akaamua basi atachukua tu ubini wa baba yake wa kambo. And Adolf Lois got the name of his biological father and gave the name to his son. Na akachukua ile jina sasa la baba yake wa kambo akampa yule mwanae. That's how you get the name of Adolf Hitler. Na hapo ndipo unapopata jina la Adolf Hitler. Are we together? Tuko pamoja hapo. See, history can start from far. Unaona kwamba ni historia ambayo inaweza kuanzia mbali. Is coming. Inakuja inafuata. Hitler learned that his grandmother was mistreated by Jewish family. Sasa huyu Adolf Hitler alifahamu na kufahamishwa kwamba bibi yake alisumbuliwa sana na taifa la Kiyahudi. Then he said in his heart, na akasema moyoni mwake, I'm going to exterminate every Jew person in this land. Tena kuwakatilia mbali Wayahudi wote walioko ndani ya ardhi. 6 million Jewish. Wayahudi milioni 6. 6 million Jewish. Wayahudi milioni 6 were burned alive. Walichomwa wakiwa hai. When you go to Europe, the museum is there. Ukienda kule Ulaya, eneo lao la makumbusho liko pale. For those who watch the movie Escape from Sobibor, you're going to see the place how Jews are running from left to right and center. Wale ambao waliangalia tamthilia inaitwa kutoka Sobibor, unaweza ukaona namna gani hao Wayahudi walivyochomwa moto na kukimbia. Are we together so far? Tuko pamoja. It's very important. This is going to lead us to a message for you to understand how history, when you don't deal with this, the consequences are the end. Ni muhimu sana kuelewa hili kwa sababu litatupeleka kwenye ujumbe wetu. Kwa nini usipofanya hili kuna matokeo kule mwishoni. Now, Hitler decided to exterminate the Jewish like that. Sasa Adolf Hitler akaamua kuwakatilia mbali Wayahudi kwa namna hii. Removing their clothes. Akachoma nguo zao. Sending them in concentration camps. Na akawaweka kwenye maeneo ya kujitenga. And touch them alive. Na kisha akawachoma moto wakiwa hai. Hallelujah. Hallelujah. Now, what do we learn from this? Sasa tunajifunza nini kutoka hapa? Later on, the plan of Hitler, for those who don't know, baada ya mpango wa Hitler kwa wale wasiofahamu, he wanted to finish the Jewish first, alitaka kuangamiza Wayahudi kwanza, so he can come to the black race, ili aweze kuja kwa wale walio na ngozi nyeusi. The plan was to bomb the entire Africa. Mpango ulikuwa ni kuharibu Afrika yote, making Africa to be just a plantation, na kuifanya bara la Afrika kuwa kama eneo la mazao, so Germany can be fetching from Africa and taking everything there. Ili Wajerumani wao wanakuja kuchukua vitu kutoka Afrika na kupeleka kule nchini kwao. Do you see this evil man? Unaona huyu mtu aliyemwovu na nani? Now, why do you bring this story here?
Kwa nini tumeleta habari hizi? They went to track his background. Tulitaka kufuatilia asili yake. The grandfather of Hitler, babu yake na Hitler, belongs from the offspring of Amalekites. Ametokea katika uzao wa ukoo wa Amaleki. Hallelujah. Hallelujah. When God was telling them, finish everybody, Mungu alipowaambia kwamba waangamize kila mtu, he knew that you're going to be born here in Tanzania and preach the gospel. Alijua kwamba utazaliwa hapa Tanzania. But Hitler's plan was to not finish the Jewish, but also the black people. Lakini mpango wa Hitler ulikuwa si tu kuangamiza Wayahudi, lakini pia na watu wote wenye ngozi nyeusi. Hallelujah. Hallelujah. God came to intervene. Lakini Mungu alikuja kuingilia kati. So that we can realize today. Ili wewe uweze kuwa hai siku ya leo. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. He wrote a book called Men Comfort. Aliandika kitabu kilichoitwa Men Comfort. Men Comfort. Yeah. That's Men Comfort. It's means my battle, my fight. Ambayo ilikuwa inaitwa ni vita vyangu au mapambano yangu. That book was supposed to replace the Bible, so that only his book will be preached in every church. Sasa na hicho kitabu alichoandika kilikuwa na lengo la kuja kukaa mbadala wa Biblia ili kila kanisa liweze kuhubiri juu ya kitabu hicho. By force. Kwa juu ya mapigano. But God told him, lakini Mungu alimwambia, go finish all of these people before this happens. Alimwambia sasa, nenda karibu hao watu wote kabla haya yatokea. And God has to take the matter in his own hand. Na Mungu akabidi kujichukulia mambo mikononi mwake. Hallelujah. Hallelujah. Now, wake up for those who are sleeping. Wake up. There's some people, if you see your brother sleeping, wake him up. There are many things that happen in your family as the result of not obeying God. You can fast and pray for 50 years, but you are dealing with disobedience. Something God has told you in the past, but it continues your family right now. And God is about to build a situation right now. Hallelujah! That was the first occurrence with disobedience. Now let's see another one here. It's not going to be a very long message, but for you, you have to understand that God has a plan with your life. In the book of Esther, verse 3 verse 1. Esther sura ya 3 mstari wa kwanza. Can you read please if you can? Neno la Mungu linasema, baada ya hayo mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Hamani bin Hamedata mwangaji, akampandisha, akamwekea kiti chake juu ya maakida wote waliokuwako pamoja nao. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi malangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake. Hallelujah. Now jump on verse 8. Sasa tukienda mstari wa 8, tunaendelea kusema, basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haipasi mfalme kuchukuliana nao. Hallelujah. Hallelujah. This is another son of Haggai. Sasa na huyu ni mwana mwingine wa Haggai. Because they did not exterminate the father, Haman is also from the same bloodline of Haggai. Kwa sababu hawakumwangamiza baba, huyu Hamani sasa yuko pia kwenye damu ukoo wa nani wa Haggai. He went to tell the king. Alienda kumwambia mfalme. There are some people here who are not following your instructions. Kuna watu hapa ambao hawafuati amri zako. They are all over the place. Wamejaa kila mahali. They are worshiping their God, wanamwabudu Mungu wao, Jehovah, instead of worshiping our God. badala ya kumwabudu Mungu wetu. If it pleases you, kama hili limekupendeza, give order so
that we can exterminate all of them. Nipatie amri yako ili tuweze kuangamiza wote. You're not going to touch the money from your government, from the government. Hawatagusa fedha zako ndani ya serikali. I will give 375 tons of silver so that this can be taken care of. Mimi nitatoa paundi 370 ili jambo liweze kushughulikiwa. Haman wanted to kill the Jews. Sasa Hamani alitaka kuwaua Wayahudi. Why? Kwa nini? Because his father was not killed at that time when the Lord told, kill them. Baba yake hakuuliwa ule muda ambao Mungu alitoa maelekezo kwamba waangamize wote. In your family, there are many things that God has told you not to do. Kwenye familia yako kuna mambo mengi ambayo Mungu amekwambia usifanye. But we do it anyway. Lakini hata hivyo bado tunayafanya. And God is coming to remind us. Na Mungu amekuja kutukumbusha. I'm about to change your future. Niko tayari kubadilisha maisha yako. But what you did in the past must stop here. Lakini kile ulichofanya hapo nyuma lazima kiishie hapa. Hallelujah. Hallelujah. Wave your hands. Hebu punga mkono wako tafadhali. Wave your hands. Punga mkono wako na mbele. Don't make the devil, don't allow the devil to make you sleep, because God wants to bless you, but He's giving you instruction what to do in order for your blessing to be. Usiruhusu adui akusababishie usinzie, kwa sababu Mungu anakupa maelekezo kile ambacho anataka kufanya ili uweze kufanya. Now, Sasa the Lord told Samuel, Mungu akamwambia Samuel. Verse 11 here now. Tunarudi kwenye mstari wa 11. I'm sorry that I made Saul king. He has not been loyal to me. He has again refused to obey me. Verse 11 here. Yes. Rudi Samuel wa kwanza 15 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate wala hakufanya niliyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Then he went to see Saul. Kisha akaenda kumuona Sauli. What have you done? Umefanya nini? Saul said, I did exactly how the Lord has told me to do. Lakini Sauli akasema, nifanye vile ambavyo Mungu alinielekeza nifanye. Did you? Ndivyo ulivyofanya? How come I can hear the bleating of the cows in the tent? Inawezekanaje nikasikia sauti na mifugo wanaolia ndani ya zizi? What are those? Nasikia pia wale wanalia. It doesn't mean that Samuel saw them, but he heard in the spirit that there's something that you're hiding there. Amaanisha alisikia hivi katika mwili, lakini alisikia kiroho kwamba kuna kitu ambacho kimefichwa kule. Hallelujah. Hallelujah. And Saul said, yes, I left some because I was planning to give an offering to your God. Na Sauli akasema, ndio niliacha baadhi kwa sababu nilikusudia kutoa dhabihu kwa Mungu wako. Then Samuel replied, Na Samueli akajibu, what is more pleasing to the Lord? je, ni nini kinachopendeza sana? Your burnt offering or sacrifice or obedience to the voice of God? Sadaka za kuteketezwa na dhabihu au utii wako kwa Mungu? Rebellion is as bad as the sin of witchcraft. Kwani kuasi ni kama dhambi ya mchawi. And stubbornness is as bad as worshiping idols. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Hallelujah. Hallelujah. Now, hear what the Lord says. Sasa hivi ndio ambacho Mungu anasema. Because you disobeyed me, Kwa sababu amekataa kunitii, your kingdom is over. ufalme wako umekwisha. That's how David was elected. Na hivyo ndivyo ambavyo Daudi aliweza kuchaguliwa. Now, let's bring this message close to the close. Sasa wacha nilete ujumbe karibu ni mwishoni karibu. Sometimes God is going to tell you something. Lakini Mungu anaweza kukwambia jambo. This situation, because I can see the danger. Kwamba acha hii kwa sababu unaweza kuona hatari. You see, Hitler killed a lot of Jewish. Unaona huyu Adolf Hitler aliua Wayahudi wengi sana. Haman is planning also to exterminate the Jews. Lakini Hamani pia mpango wake ulikuwa ni kuangamiza Wayahudi. Because Agag was not executed when the Lord said it. Kwa sababu tu yule mfalme Agag hakuuliwa ule muda ambao Mungu alisema auliwe. God is telling you what you are carrying under your bed is not of me.
Mungu anakuambia kile ulichobeba ulichoweka chini ya kitanda chako sio cha asili yako. There are some people who come to church but they wearing things around their waist. Kuna wengine wanakuja kanisani lakini wamejifunga au wamevaa vitu ndani ya viuno vyao. There are some people who put lotion here to say this is for luck. Na wengine wanajipaka mafuta kusema kama hii kwa ajili ya bahati. And you're coming to pray here. Na unakuja kuomba. God says no. Mungu anasema hapana. You cannot mix me and these other little gods. Wewe unanichanganya mimi na miungu hivi. It's time for you to change. Ni wakati wa kubadilika. You're going to say, oh, this is my culture. In our culture we do this. Unaweza kusema hii tamaduni yao, kwa tamaduni zetu tunafanya hivi. But the Bible says disobedience is as bad as witchcraft. Lakini Biblia inasema kutokutii ni mbaya kama vile uchawi. And the Lord is dealing with this right now. Na Mungu anashughulikia hili hivi sasa. Gongo la moto. Gongo la moto. God wants to bless you. Mungu anataka kuwabariki. But there's something that you're going to have to change. Lakini kuna vitu ambavyo lazima mbadilishe. Witchcraft does not please God. Uchawi haupendezi Mungu. Worshiping idols does not please God. Kuabudu miungu haupendezi Mungu. Sometimes you can say it's only when you are carrying things in your pockets. Na mwingine anaweza kusema tu ni pale ambapo umebeba vitu ndani ya mifuko yako. But also exceeding anger can be represented as witchcraft. Lakini hata hasira iliyozidi sana inaweza kutambulishwa kama uchawi. Hallelujah. Hallelujah. You argue with your brother or your sister. Unagombana na kaka yako au dada yako. You don't want to fix it. Hamtaki kuyatengeneza. You say, even I die, don't come. Na unasema hata atakapokufa usije. It's witchcraft. Huo nao pia ni uchawi. And you say, God, I'm coming to repent. I'm coming to ask you for help. Na unakuja unasema Mungu naomba msaada. And God said, no, why don't you fix with your brother? Because you say, even if you die, he doesn't have to come. Why can't you fix your brother? Because it's your bloodline. Lakini Mungu anasema hapana, kwa nini usitengeneze na ndugu yako kwanza? Umemwambia hata ukifa asije. Tengeneza naye kwanza, ni ndugu yako. And this message is for all of us. Na huu ujumbe ni kwa ajili yetu sote. Sometimes you hold grudge for too long. Na mwingine umeshikilia uchungu kwa muda mrefu sana. After this message, some of y'all are going to have to take your phone and say, Dad, I haven't spoken to you for 20 years. I'm sorry. Maybe something was wrong, but I'm coming to repent. Na baada ya ujumbe huu kuna wengine wenu ambao itabidi mfike nyumbani, mchukue simu, mwapigie wazazi wenu ambao hamjawapigia kwa miaka 20 na kuambia samahani, nilikosea na naomba ninatubu kwako. Then you're going to see your breakthrough coming in your family. Na baada ya hiyo ndivyo utaona upendo wako unapokuja ndani ya familia. Otherwise, you're going to see the problem is will transcend to your son, your grandson. They don't talk because there's a breach of relationship right here. Lakini kama sivyo, utaona jinsi gani tatizo linavyoendelea kwenye kizazi chako, watoto na watoto, kwa sababu kuna daraja umeliweka hapo la kuwasiliana na ndugu zako. Are we together? Tuko pamoja. This message is not just something that passes, because sometimes you go through a lot of things and God says, fix your situation before I can bless you. Ujumbe unakuja tu kupita kwa sababu muda mwingine tunapitia hali ngumu, lakini Mungu anasema tengeneza kwanza hali ulionayo ndipo utakubariki. When I was reading this verse, Nilipokuwa nikisoma huu mstari, something troubled me when it says, kill even children. kuna kitu kilinisumbua sana pale niliposoma na kuona kwamba huwa hadi watoto. So why? Ninasema kwa nini? Kill even animals. Huwa hadi wanyama. Don't leave anything standing. Usiache chochote kikiwa hai. Then I went to do the research. Sasa nikaenda kufanya utafiti. And I went to look for the Torah. Nikaenda kuangalia Torah. Torah is the book. Jewish, they don't use the Bible here, but they use those rolls. Sasa ni kitabu cha Kiyahudi ambacho kinatumika kwa ajili ya sheria, kinatumika watu ni Biblia za kawaida. Now I went to check a little bit online. Nikaenda kuangalia katika mtandao. Why did God tell them to destroy even the animals? Kwa nini Mungu alituelekeza kwamba angamize hadi wanyama? And this is what I found. Na hichi ndicho nilichokikuta. I'm going to ask Sister Rachel to read this. Naomba dada yetu asome hili. I translated this in Swahili so that you understand what it is. Nilifasiri kwa ili tuweze kuelewa nini. Nasoma, imeandikwa kulingana na Midrashi, Waamaleki walikuwa wachawi
walioweza kubadilisha na kufanana na wanyama ili kuepuka kukamatwa. Hivyo katika Samueli wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 3 ilionekana kuwa ni muhimu kuangamiza pia mifugo ili kuangamiza Waamaleki katika dini ya Kiyahudi. Waamaleki walikuja kuwakilisha adui mkuu wa Wayahudi. Hallelujah. The reason why God wanted to destroy even the animals, sababu kwa nini Mungu alitaka waangamizwe hadi wanyama? These people were witches. Hao watu wa Amaleki walikuwa ni wachawi. They were able to hide in animals. Waliweza kujificha ndani ya wanyama. You see, a child is not a child, is a grown man. Unaweza kuona kama ni mtoto, hapana, kumbe sio, ni mtu mzima kabisa. They didn't want to pray Jehovah, Hawakutaka kuomba kwa Mungu Jehova, but they developed the art of worshiping idols. lakini wakatengeneza mifumo ya kuabudu miungu. To the point that a man can become an animal and hide. Kufikia hatua ya kwamba mtu anaweza kujibadilisha na kuingia kwenye umbo la mnyama na kujificha. You see a cow there, Unaweza kuona ni ng'ombe yuko pale, but that's a man. lakini kumbe ni mtu pale. And God says, Na Mungu akasema, destroy all of them. angamiza kila kitu. You don't see what I see. Hauoni kile ninachokiona. These are not animals. Hawa sio wanyama. These are not men. Hawa sio. This is the devil himself. Huyo ni shetani mwenyewe. Destroy. Waangamizi. Now today in Israel, Sasa hivi leo kule Israel, there's a mixture of people from that generation that God didn't want them to live. kuna mchanganyiko wa watu ambao Mungu hakutaka waishi kipindi. Because God, they did not take care of that situation when God told him, take care of this. Kwa sababu kwa kuishughulikia ile hali ambayo Mungu aliwaambia kuishughulikia ile hali sasa. Hallelujah. Hallelujah. Now, what are you dealing with? Sasa je, unapitia nini? God is telling you, whatever happened, now stop. Mungu anakuambia kilichotokea kimetokea, sasa acha. Come to him. Njoo. You had a conflict with your family member or your brother for a long time. You don't talk, you don't eat together. It's time to ask for forgiveness so we can repair and move forward. Yamkini ulikuwa na magombano au na ugomvi na ndugu yako kwa muda mrefu, mkae pamoja mzungumze mli chakula, sasa imefika muda wa kuja kuyatengeneza. Some of you guys tonight, or some of us tonight, you're going to have to take a phone call. A call and say, my brother, I know that we had some misunderstanding. Let's fix now. Na baadhi yetu tunajua baada ya hapa tunahitajika kutoka na kupiga simu na kusema, kaka yangu, unajua tulikuwa na kutokuelewana, lakini sasa wacha tuyatengeneze. Hallelujah. Hallelujah. Because God wants to bless you. Kwa sababu Mungu anataka kukubariki. But in order for him to bless you, Lakini kwa ili akubariki wewe, there are 1, 2, 3, 4, 5 things that you need to take care of. kuna mambo moja, mbili, tatu, nne ambayo unatakiwa uyashughulikie kwanza. If you don't take care of this, Kama hautashughulikia haya, this is going to pass your children. hili pia litaenda hata kwenye uzao wa watoto wako. It's better to take care of it now. Kwa hiyo ni bora kuyashughulikia haya mambo hivi sasa. You're going to say, I'm the one who was offended. How come am I going to be the one to make a phone call? Unaweza kusema mimi ndio niliyekosewa wa kwanza. Kwa hiyo ndio wa kwanza kupiga simu? Yes. Ndio. Because you want a blessing for your family. Kwa sababu unataka baraka kwa ajili ya familia zako. God is about to change your future. Mungu yuko ndio kubadilisha maisha yako. But it's better for you to understand. Lakini ni bora kwako kuelewa. Obedience is better Utii ni bora than sacrifice. kuliko dhabihu. Today we are talking about Hitler and the rest of the people that were killed. Leo tunamzungumzia Hitler na watu wengine wote walioweza kuuliwa Because they did not obey God. kwa sababu tu hawakumtii. Don't be in a rush to run where they are selling handkerchiefs and water. Oh, go there, you're going to get blessed. Usiwe tu unataka kwenda kukimbilia kule wanapouza vitambaa au maji kwamba nunua hivi na ndipo ubarikiwe. No. The blood of Jesus is enough. Damu ya Yesu inatosha. The blood of Jesus is enough. Damu ya Yesu inatosha. It can break all the chains. Inaweza kuvunja minyororo yote.
In your family, nobody ever succeeded. Yamkini kwenye familia yako hakuna aliyefanikiwa. God is about to change that curse. Mungu yuko vile kubadilisha laana hiyo. Can you take courage Chukua ujasiri and say, I'm sorry, I was wrong. na kusema samahani, mimi nilikosea. Sometimes even you go to ask for forgiveness, even if you are not even wrong, it was not even you. Muda mwingine unatakiwa kwenda kuomba msamaha hata kama wewe ukosewa. Say, I know, I want to fix this problem. Lakini sema hapana, nataka kutengeneza hili. Because my breakthrough is at stake. Kwa sababu upenyo wangu uko kwenye hatari. Do you get the message? Unapata ujumbe huu? Hallelujah. Hallelujah. Change is coming. Mabadiliko yanakuja. But change will require obedience. Lakini mabadiliko yanahitaji utii. Obedience. Utii. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. A man came from Ghana. He came to North America last time. Kuna mtu alikuja kutoka Ghana na akaja Marekani kaskazini wakati uliopita. And he went he organized a crusade. Na akaandaa mkutano. And after the crusade, he preached so well. Na baada ya mkutano alihubiri vizuri sana. But he brought a bottle of oil. Lakini alikuwa na chupa za mafuta That he was selling. ambayo alikuwa anauza. $500 a bottle. Akiuza kila chupa moja dola za Kimarekani na 500. He said, if you take this oil, you put on yourself, it's going to give you luck and blessing. Kwamba ukichukua haya mafuta ukajipaka yatakupa baraka na nini na mafanikio. We told him right away. Tukamwambia hapo hapo. My brother. Kaka, stop. acha. We're going to contribute money. If you need money, we're going to give you money. But you're not going to sell oil trying to trick people in selling oil. Kama unahitaji fedha tutakuchangia fedha na tunakupa, lakini hatutaruhusu walaghai watu kwa mfumo wa kuuzia mafuta hiyo upate fedha. We say return the oil. Tukasema rudisha. Our brother needs some financial breakthrough as well. Kwamba atakayeza ndio anahitaji upendo wa fedha. We fundraise money, we give. Tukachanga fedha tukampatia. I said, look, if you want to do this, you're not going to bring people. And I don't believe that oil, people can go and give you anointing in the church. I know that's happening. Kama unahitaji kufanya hili hapana, unataka kufanya hili kwamba kupitia mafuta haya yanaweza kuleta upako ndani ya kanisa. People can give oil. Watu wanaweza kupa mafuta. And that's true. Ndio ni kweli. But you're not going to sell oil. Lakini hautauza mafuta. So that people can do that. Ili watu waweze kufanya hivyo. Hallelujah. Hallelujah. And God is confronting anything the devil is trying to use to destroy the church. Na Mungu anakutana na kila kitu ambacho shetani anajaribu kutumia kuharibu kanisa. They're using salt. Wanatumia chumvi. They're using water. Wanatumia maji. And everything. Na kila kitu. But the blood of Jesus. Lakini damu ya Yesu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Is enough to break the yoke of the enemy. Inatosha kabisa kuvunja dira ya Mungu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Can break the family curse. Inaweza kuvunja laana za familia. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Can make the impossible become possible. Inaweza kufanya kisichowezekana kiwezekana. Let's say that. Tunaweza kusimama. I'm going to ask Bishop. Nitamuomba askofu.